Nikukaribishe katika ulimwengu wa utengenezaji wa maudhui ya kidijitali, na katika siku ya leo tutakuwa tumebase katika upande mzima wa uhuishaji au tunaita animation, ambapo hapa tunatengeneza maudhui ya kidijitali kupitia kompyuta. Na kwa leo tutajifunza software ambayo yenyewe inajikita zaidi kwa upande wa 2D animation ambayo tunaita kwa jina Moho au zamani ilivyokuwa inaitwa Anime Studio. Ukishafungua application yako unakwenda moja kwa moja kwenye kuimport picha. Hii picha tuna import ni picha ya mfano ambayo wenyewe tunatumia kwa ajili ya kuchora. Kwa hiyo hata kama haujui kuchora vizuri au hauna kipaji kabisa cha kuchora, unatumia hii njia nzuri kabisa ambayo inakuwezesha kuigilizia mchoro ambao tayari upo. Unakuja kwenye sehemu ya layer hapa, unachagua hiyo layer ambayo ilikuwa by default, hiyo ilimeandikwa layer 1. Unachukua shape tool, transform. Unavyokuwa una transform unafitisha kwenye jinsi mchoro wako unavyotaka uwe, au kwa mfano hilo shati jinsi ambavyo unataka ionekane. Unaweza ukaliname layer yako ili uweze kutokuchanganya. Kwa hapo unaweza ukaname layer ambayo unaweza ukaita body. Baada ya kuiname una add layer nyingine ambayo hapa unaweza ukaname labda right leg. Hapa unachagua shape, unaanza kuchora mguu wa kulia. Nimekuelekeza kwamba ukibonyeza A una add point. Unabonyeza T kwa ajili ya kutransform hizo points. Naendelea na kisehemu cha mguu cha chini. Ukisha draw hapo shape yako kutumia rectangle, unaanza ku add point kwa kutumia shortcut A. Alafu unatumia T kwenye keyboard yako, kisha bonyeza hapo inakuruhusu kuanza kutransform. Unakuwa na transform kama namna hiyo, kufitisha jinsi ambavyo unataka hicho kijishape hicho kiweze kuendana na jinsi mguu ulivyo unavyoonekana kwenye mchoro wetu, ambao baada hapo na hadi au una duplicate huo mguu wa kulia uweze kupata copy ya mguu wa kushoto. Una rename hapo labda ni left leg. Ukisha rename hapo unakuwa umemaliza. Unakuja kwa add layer nyingine, ile itakuwa mahususi kwa ajili ya light show. Unabonyeza A ku add point, unabonyeza T ku transform. Unaanza ku transform point zako ambazo umeziadi. Kama kuna sehemu haijachongeka vizuri, unabonyeza A on add point kama hapo hivi, then unaweza T unaanza ku transform hizo point iweze kufit kulingana na design ya kiatu ambayo unataka itokee kama hivyo. Kwa hiyo nimejitahidi kwa kila namna kuwezesha unaweza ka add shape nyingine kwa ajili ya kutengeneza hicho kipande cha mguu na cha kiatu ambacho kitakuwa na rangi yake tofauti. Kwa hiyo unatengeneza namna hiyo, unafitisha vizuri kabisa. Kwa hiyo unacheza na A na T na transform vizuri, unahakikisha kwamba kinakaa katika mkao ambao utaona mwenyewe unafaa. Ukishamaliza hapo na duplicate ili upate copy ya kiatu cha kushoto. Ukimaliza hapo hivi unaweza ukahide baadhi ya sehemu ili uweze kufanya kazi vizuri. Na add layer Veneto vector, unaweza ukarename hiyo layer kulingana na unataka hiyo layer uitumie kwa ajili ya kufanya kitu gani au kwa ajili ya kuchora upande gani. Tutachukua shape tool yangu hapo na bonyeza A na add point. Kisha add point hapo na bonyeza T na transform. Kwa na add point na transform ili nichonge vizuri iweze kukaa kama mkono ulivyokaa hapo. Wakati huo unaangalia uishie kwenye joint inayotakiwa. Unamalizia na kimkono cha chini, au tuseme kupitia kutoka hapo kwenye joint ya mkono hapo kuja kwenye kiganja. Unabonyeza A na unakuweza kuweka point, unabonyeza T ku transform. Ukishamaliza hapo unakuja kuchukua draw shape, unachora kiganja cha mkono. Una add point zako kwa kutumia shortcut A.
then T kwa ajili ya kutransform hizo pointi zako. Hapo tunaanza kuchonga hivyo vidole hivyo. Kwa hiyo tunachonga kwa kutumia points nyingi. Jinsi unavyo add points nyingi ndio unavyowezesha sana vidole vyako viwe vina muonekano mzuri. Kwa unachonga vizuri kabisa kiganja. Kama kuna sehemu imepinda au haijakaa sawa, na add point ili uweze kufutisha vizuri. Ukiona kama uweze kuifanyia kazi kwa uzuri, unaweza ka zoom kama hivyo, ili uweze kufanya kazi bila changamoto yoyote au bila kukosea. Unapokuwa umezoom unaona details kwa ukubwa. Kisha maliza na duplicate. Unaweza ukaendelea na hatua nyingine kuchora labda shingo. Kama nilivyoeleza hapo mwanzo, unatumia A kwa add point, unatumia T kwenye keyboard yako ukiminya tu hapo na kuwezesha kutransform. Alafu unakuwa unatumia mouse kwa ajili ya kuhold na kudrag hiyo point yako, ambayo ni unatumia left click kwenye mouse yako ili uweze kuhold na kudrag. Hapa tunakwenda kuchora nywele. Unatumia hiyo oval shape. Kisha unakuwa umetengeneza layer tofauti kwa ajili ya kuchora kichwa au tunasema nywele. Tumeadi shape nyingine hapo. Hiyo shape tunaitumia kwa ajili ya kuchora uso. Baada ya hapo tunatengeneza layer nyingine kutumia vector, alafu tunachora jicho. Hapa tunachora jicho la nje lile jeupe. Baadaye tunakuja kuchora kijicho kile, kijisehemu cha jicho kile cheusi. Kwa hiyo unabonyeza shortcut A kwenye keyboard yako, una add point alafu T kwa ajili ya kutransform hizo point ambazo unakuwa umezitengeneza. Baada ya hapo unaanza kuchonga vizuri kutengeneza jicho lako. Unachonga vizuri kwa ajili ya kutengeneza jicho liwe na muonekano halisia. Kwa mfano mimi napenda kutengeneza jicho lionekane namna hii. Kwa hiyo ukishamaliza hapo unabadilisha rangi, unaweka rangi ifanane stroke pamoja na fill. Unaweza kuendelea na hatua ya kuweka sehemu nyeusi ya jicho kwa kubonyeza Q kwenye keyboard yako, afu unabadilisha rangi ya shape, una transform, unaweka kwenye position sahihi. Hapo tunatengeneza layer nyingine ambayo ni kwa ajili ya eyelid au mfuniko wa jicho. Tunatumia rectangle tool ambayo ni shape ya rectangle hiyo kwa ajili ya kuchora. Kwa hiyo tunachora namna hiyo, tunabadilisha rangi kama nilivyokuja kusema awali. Kwa somo hili tunaweka tu rangi za kawaida, baadaye tutakuja kurekebisha kuweka rangi ambazo zinaendana vizuri. Baada ya hapo unatengeneza group kati ya eyelid na eye, afu una rename. Kisha rename unaweza ka hide, afu ka double click, unaenda kwenye masking, alafu unaenda kwenye hide all, una apply, afu unaminya okay. Hapo tunakuwa tumehide sehemu za eyelid ambazo haziingiliani na jicho. Tuna add point moja, tunaweza transform. Tunaona kabisa hiyo eyelid inakuwa ina functionality nzuri kabisa ya kuweza kufunga jicho. Hakikisha tu eyelid inakuwa iko juu ya eye, yani layer ya eyelid inakuwa iko juu ya layer ya eye, ili jicho liweze kufungika ukivuta eyelid kwa kutumia mouse yako kwa kuhold left click na kudrag. Ni somo linalofuata na mimi tutakuja kuendelea vizuri kwenye
swala zima la rangi. Kwa mpaka hapa tunaweza tukaishia hapa.